USA goika as tensengima abagusigiro po radio nere tunkwarte asebitunu ane chingongo chonsi cheli robalia gusine chinsemo chire au chenguru kwa pita nyasani nyamwaru kurumatongo gontegerete abagusigiro po radio jeni ngongoro ku angwe Danieli rwaiga chiro ya usongo kwa nyamagena ni gontegerete abagusigiro po radio asamrete ngugwedi na kwambuka muko koroya secho ya busongo kole biashara ni gontegete abagusiguro boredi samaria tangor pani skerbongo kole biashara busongo abagusi bategerete radio guro radio bono nabagotonyora ase website yaito ya www.abagusigiroboradio.com oboigo nabagotonyora ase YouTube channel yaito o like na subscribe gwetera www.abagusigiroboradio.com elionyore meroberi yaito eye mase yemo ase simyao yakoboko abagusigiro bo radio ekenakyo ekeumbu kyomuzi kalete no mwana oyo gaiga etato mwabo bakaragera no mwana oyo bonekero mwana achikoboka bono mambia oigwe simie korera mamu mwabo aka bonekera ko mwana obogorie sim umubori ngakyo gori sim tato minonga yo omataita tatayo bono narierio bacha banyoranga igengenterete ali sukunyuma gesona kibunare igatari ko gamba mangana mange munaboneke namanye ngo mukwani eriko oitaba ngaki cyana mukari yana obakuruga cyana mukari aseri tari utani asobosapi kibwe radio bono igona asante sana mpenzi, ikiwa siku ya Ijumaa, tarehe ikiwa ni 31, ina maana kwamba siku ya mwisho katika mwezi wa kwanza mwaka wa 2025, na kama kawaida vile ambavyo tulikuwa tumekufahamisha jana kwamba kila siku tutakuwa tunakupasha kukujuza baadhi ya taarifa ambazo ni za mashinani, za kitaifa na vile vile kimataifa ndani ya AGR News TV. Kile ambacho unahitaji kufanya ni kukimbia upande wa Google Play Store, App Store, download our radio application ili uzidi kupata vipindi vyetu kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Kumbuka kwamba tuko live on Facebook, vile vile utakimbia pale like our Facebook page, vile vile you can share ile live stream yetu ili tujumuike kwa pamoja. Vile vile we live on YouTube, unakimbia pale like and subscribe to our YouTube channel ili uzidi kupata mengi na mengi zaidi. Kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, ikiwa siku ya Ijumaa tutaangazia yale ambayo yamekuwa juma lote, baadhi ya taarifa ambazo zimejipuka, yale ambayo yamefanyika juma lote tangia siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na vile vile siku ya leo. Vile vile ni taarifa za kutoka eneo la Gusiland zikiwa nyingi zaidi, tuingie katika kaunti tofauti na vile vile taarifa za kitaifa na zile ambazo ni za kimataifa. Kumbuka kwamba hatujasahau biashara na sport, na nina mwenzangu kama kawaida atajitambulisha. Basi tena karibu kabisa mpendo ambayo unaendelea kufuatilia pale tu uweze kukufahamisha yale ambayo yameendelea humu nchini ulimwenguni pale, na kisha kutoka spoti pale tutakuwa tunakufahamisha ni kipi kile ambacho kinaendelea sehemu ile, kwa kwamba vita pale DRC wengi wameanza kurejea ama wametaja kwamba maeneo tofauti pale DRC Kongo, haswa mji ule wa Goma, watu wameanza kurejea, sua hali ya kawaida imeanza kurejea. Ni baada ya vita kuzuka baina ya waasi wa M23 na serikali yake Felix Tshisekedi, huku hao ama waasi wa M23 wakiapa kwamba kile ambacho wanapania kukifanya ni kuipindua serikali yake Felix Tshisekedi. Ungana nasi tunapoendelea kukupasha ni yapi yale ambayo yanaendelea. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Na sijui Jeff, uhasama umeanza kutokea kati ya rais wa Rwanda ambaye ni Paul Kagame na rais wa Afrika Kusini ndio Ramaphosa. Shida inatokea Ramaphosa. Shida inatokea wapi? Ni kile kwamba rais wa nchi ya Rwanda anamtaja rais wa nchi ya Afrika Kusini kwamba kila ambacho anakifanya si sahihi. Upande mwingine anasema kwamba anataka kuwaunganisha kati mataifa ya mawili, taifa lile la Rwanda na taifa lile la taifa lile pale la DRC Congo. Na pia ametaja kwamba wale ambao wanapigana mule nchi ile ya DRC Congo, huyu kulingana na rais yule wa Rwanda Paul Kagame, anataja kwamba wale ambao wanapigana ni majeshi kutoka nchi ya Afrika Kusini. Kila ambacho alionekana kwamba ni mtu wa kukasirika, na akisema kwamba si Wanyarwanda wanapigana Kongo bali ni watu kutoka mataifa mengine, akitaja taifa lile la Afrika Kusini. Lakini Jeff, pia niliona baadhi ya mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani ikiwa moja ya mataifa ambao wameshtumu Rwanda kwamba Rwanda ndio inafadhili
wale rebels wa M23. Sijui kuna ukweli upi, lakini baadhi ya mataifa ikiwemo South Africa wamesema kwamba Rwanda ndio inafadhili M23. Kile ambacho kinatajwa ni kwamba mji ule wa Goma uko karibu na mpaka wa nchi ya Rwanda, na kuna semi kwamba kuna baadhi ya sehemu ambayo ni ya Rwanda ipo pale DRC Congo, ama wa Congo wamevuka na wakasema kwamba sehemu ile ni yao. Basi hicho ni baadhi, ama ni baadhi tu ya vitu vile ambavyo vinaendelea mula ama vinafanya mapigano yawe pale. Na kwa kweli ni kwamba jinsi ambavyo nchi tofauti zimetaja kwamba Rwanda ndiyo inahusika na kuwafadhili wale waasi wa M23 pale, lakini rais mwenyewe wa nchi ya Rwanda amejitokeza na kukana lile. Basi tutangoja tu tuone uchunguzi ambao unafanywa, majeshi yale ambayo yametumwa pale, kia kwamba kuna vikao tofauti vinaendelea kufanyika kushughulikia jambo lile ambalo limetajwa pale DRC na vita vile vya wenyewe kwa wenyewe, huku Tshisekedi ambaye ni rais wa nchi ile ya DRC Congo akiapa kwamba hata kaka tu hivi wanajeshi wake wako ngangari kabisa kuhakikisha kwamba vita vile wamevishinda. Niliona pale baadhi ya viongozi, actually kiongozi wa M23 akisema kwamba hawajafadhiliwa na Rwanda. Niliona kiongozi akizungumza. Lakini Jeff, unajua kuna kitu ambacho viongozi watatu wanatafuta. Kiongozi kutoka nje ya Mozambique, Msumbiji, kiongozi kutoka nje ya Ethiopia ama Djibouti. Jamaa yule ambaye anawania kiti cha AU. Ni Djibouti. Ni Djibouti. Na vile vile kiongozi wa Kenya ambaye ni Raila Odinga. Na nimeona wadadisi wakizungumza kwamba huenda vita hivi vya DRC Congo, Rwanda na South Africa ama Afrika Kusini vikaharibu baadhi ya kura ambazo ni za Raila Odinga. Kwa sababu nimeona pale niliona pale vile ambavyo rais wa DRC alisema hahudhurii kile kikao. Kumbuka kwamba kulikuwa na kikao ambacho kiliitishwa na Samia Suluhu, rais wa Tanzania. Tshisekedi alihudhuria na viongozi wengine walihudhuria. Lakini wakati ambapo mwenyekiti wao ambaye ni Rais William Samoei Ruto aliitisha kile kikao, yule rais wa Rwanda ama yule rais wa DRC alisema kwamba Kenya ina sideline, ina kwamba inaegemea upande wa Rwanda, masala ambayo ilimfanya mpaka hakuhudhuria kile kikao. So masala naibuka, swali naibuka kwamba huenda labda tukapoteza kura 2-3 za kinara wa Azimio Raila Odinga. Ni kweli jinsi ambavyo umetaja pale Bana Videli ni kwamba msuzo ule ambao uko pale DRC kwa njia moja ama nyingine utaathiri jinsi ambavyo uchaguzi ambao unakuja Februari pale 15 katika kuchagua mwenyekiti wa AUC pale, kiwemo kwamba Raila Amolo Odinga anawania kiti hicho, na amepigia upato zaidi katika safari za kambaza amekuwa akisifanya, na pia ziara zile ambazo zimekuwa zikifanywa naye Rais William Samoei Ruto na kundi nzima lile lake ambalo ni la kumpigia debe. Pale kile ambacho kinaangaziwa zaidi ni kwamba East African Community, yule ambaye ni mwenyekiti wake kwa sasa ni ni Rais William Samoei Ruto. Na jinsi ambavyo atashughulikia jambo lile basi itadetermine kama Raila Amolo Odinga atakuwa anashinda kula zile ama hatashinda. Kwa sababu wanasema kwanza kukosa kuleta amani pale DRC, huko Kenya ikishirikana ama ikishirikishwa pale, kunaweza boronga sifa za Kenya katika kidiplomasia. Diplomasia kati ya nchi ya Kenya, nchi ile ya DRC Congo na pia nchi ile ya Rwanda na nchi zote tu za Afrika Mashariki, kunaweza kosa ama ule diplomasia ile ambayo inapaswa kuwa pale. Ikikosa tu kidogo huasama uwe pale, basi huenda uchaguzi huo ukachukua mkondo mwingine, kia kwamba ni mwezi ambao tunauanza kesho. Tarehe ni 15 pale wametaja kwamba kura hizo zitapigwa. Tutangoja tuone ni kipi kile ambacho kitaendelea. Na pia Rais William Samoei Ruto ambaye ni mwenyekiti wa EAC pale anapaswa kujitahidi na atafute njia mbadala za kuhakikisha kwamba amesuluhisha mzozo ule ambao upo katika nchi ile ya Rwanda na nchi ile ya DRC pale. Watu zaidi ya 100 pale DRC washafariki, huku zaidi ya 2000 wakiwa na majeraha tofauti, huku pia wale wanajeshi ambao walikuwa wametoka nchi za kigeni kuja kusaidia wanajeshi wa DRC wakijisalimisha kwa wale ambao ni rebels, na vile vile wakaruhusiwa kutoka na wakapitia pale nchini Rwanda. Ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazimalizia pale, mpenzi wangu. Kila ambacho tunaanza kufanya, kwanza tuanze na taarifa kutoka eneo letu la Gusiland na vile vile kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira na kaunti ambazo zipo karibu na kaunti hizo. Jeff, ufadhili wa shule, tulikuwa tunazungumzia jana kuhusu serikali kufadhili ama kutuma fedha ambazo zinafaa kufanya
shughuli ziendelee katika shule tofauti za msingi na upili. Lakini jana niliona Pilio Kipsang akisema kwamba 14 billion zinaashiriwa hivi karibuni shule ziendelee na shughuli kama kawaida. Lakini niliona pia walimu wakisema kwamba shughuli katika shule zimekwama kwa sababu hawana vyakula, shughuli hazijafanyika, madarasa hayajajengwa kwa sababu serikali kwa haijaachilia fedha hizo. Lakini tumeona hivi karibuni mauaji ya walimu wanajitia kitanzi, tumeona madaktari wanajitia kitanzi. Kumbuka kwamba kulikuwa na wanafunzi, kumbuka kwamba kulikuwa na mgomo wa madaktari ambao katika kaunti ya Kisii walifanya mazungumzo na wakaelewana vile ambavyo wanafanya. Nazungumzia madaktari wale ambao ni manesi na kile chama ambacho ni chao cha manesi walifanya mazungumzo, na yule ambaye alihudhuria pale ni Elijah Obebo ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Kisii, na wakaelewana kwamba wataanza kufanya kazi mara moja. Hii ni baada ya kutia ile sahihi ama wanasemaje COB makubaliano yale. Na katika kaunti zingine bado kuna kaunti ambazo mgomo unaendelea wa manesi. Lakini tusungumzie katika sekta ya elimu kidogo, Jeff. Ndio. Jana kuna mwalimu mmoja ambaye alijitia kitanzi. Huyu mwalimu ameoa, mke wake anafanya kazi na wana watoto. Nikajiuliza, si mara ya kwanza tumeona madaktari, walimu na hata askari ni kweli wanajiua, wengine wajitia kitanzi. Huenda ikawa ni kipato, pesa kidogo ambazo wanapokea, ni mzozo wa nyumbani. Lakini huyu mwalimu hakukuwa na mzozo, ama labda ni mishahara ambayo imeporwa na serikali. Unajua wanasema kwamba siku hizi payslip imeenda chini sana kwa sababu serikali inatoza. Huenda labda watu wanapitia mambo magumu kupitia hasa wale ambao wameajiriwa na serikali. Ndugu vile jinsi ambavyo umetaja kwamba mambo ni magumu wa Kenya wanapitia katika sehemu tofauti hapa nchini, kwa kwamba taaluma tofauti maana ambapo wanafanya kazi kuna changamoto za hapa na pale. Na pia changamoto hizo ukizichanganya na mambo ya kifamilia na yale ambayo unapitia mule, basi unapata kwamba inakuwa ni shida kubwa, haswa walimu, maafisa wa polisi na maafisa wengine ambao wanafanya kazi za serikali. Kwamba baadhi ya maafisa ambao wanafanya kazi katika serikali mishahara yao kwa muda inakuja kama imechelewa. Na pia unapata kwamba hata katika kaunti zetu baadhi ya maafisa ambao wanafanya kazi kaunti unapata kwamba mishahara yao inakuja kama imechelewa. Na ni kitu ambacho kimeleta shida kwa watu wengi, na basi msongo wa mawazo umekuwa tu haba. Unapata kwamba kila sehemu huyu ako na lake na yule ako na lake. Akifika kwa familia basi anashindwa ni nini nikifanye, ni kipi kile niwapee watoto wangu. Unajua kwamba kuna watu ambao wanamtegemea huyu ndugu, na basi hilo na changamoto zingine zinawezafanya mtu ajitie kitanzi. Lakini kile ambacho ningewahimiza ni kwamba fanya mazungumzo, taja kile ambacho kinakusumbua. Unaweza pata kwamba Videl, kuna mtu ambaye mko naye kwa karibu zaidi, yule ambaye mnazungumza naye kila wakati. Hebu zungumza naye, mueleze shida ambazo unazipitia. Katika kutaja mawili ama matatu kuhusiana na kile ambacho unakipitia, kidogo pale kunaweza release ya zile hazira ambazo uko nazo, yale magumu au unayapitia, ukisema kwamba a problem shared is half solved. Wanasema kwamba a problem shared is a problem half solved. Lakini najua wanasema kwamba wanaume unajua wanalia tu kwenda ndani. That is what they say. Wanaume si rahisi sana upate mwanaume ana share yale ambayo anapitia. Sijui wanaogopa, wengi wa wanaume hawapendi sana kushare. Nadhani pale ni jinsi ambavyo tamaduni za Kiafrika zipo na jinsi ambavyo watu wamelelewa katika jamii zao. Unaambiwa kwamba wewe kama mwanaume ufai kutoa machozi mbele ya watu. Lakini ni vizuri uyatoe kwa sababu unapoendelea kufungia hicho kitu ambacho kinakusumbua ni kwamba huenda ukaumia ndani zaidi. Na by the way ukipata stress, depression ndio hii itafuata. Basi ukiwa depressed, basi hata akili yako ama afya yako ya kiakili inapata changamoto tele pale, inaathirika. Lakini ningependa tupate video kidogo. Kuna video hapa ya jamaa na marafiki wa yule ambaye ni mwalimu ambaye alijitia kitanzi jana, actually usiku wa kuamkia jana, na ni pale nyumbani pale Bogusero Wada, ni Kitutu Chache South County ni ya Kisii. Tuwasikilize na rejea. Iga etatu mwabo bakaragira no mwana uyu bonekero mwana chikoboka bono mambia oigwe simie korera
mamu mwabwaka bonekera ko mwana obogorie simu omubori ngakyo gori simu tato minonga yo omotaita tatayo bono na rierio bacha banyora nga engenterete ali sukunyuma gesona kibunare igatari ko gamba mangana mange buna boneke na manyingo mukwani eriko oitaba nga kigichana mukari yana obakuruga gichana mukari aseri tari utani asobosapi kibwe radio bono igona boto kumetina na boto ichane ta segenteke asengenjo yo gweita kwa eriki nyakundi aiga gesona mwaje engentete kabisa ndabe getengori nande itete okay gocha nje buna mumaete no muntu muya ama no mungi nawe bakolega asi naendelea na ile ni familia ya Eric ambaye ni mwalimu na ambaye alijitia kitanzi kutoka wadi ya Bogusero ambayo inapatikana katika bunge la Kitutu Chache South County ni ya Kisii. Na unajua Jeff, lazima tukubaliane na ile situation ambapo tumo ndani. Kuna wimbo wa Kiadventista unasema yumo, kwamba Mwenyezi Mungu yumo katika in each and every situation. Mungu yupo pale na Mungu hawezi akamsahau mcha wake. So kama unalipa shilingi 2,000, utilize, tumia vizuri. Kama unalipa shilingi 1,000, itumie vizuri. Kwa sababu hata ukijiua sioni kama kuna solution. Unajua sioni kama kuna solution. Mtu tu anaangalia anapata kwamba shida ambazo zinamkumba ni tele tu na maybe hana mtu wa karibu wa kuzungumza naye, basi kile kinapelekea lile. Lakini video lichinza ambavyo tumezungumzia jambo hili la mauaji, tukirejelea kuna kesi jana ilikuwa katika mahakama kuu pale, wakati Inspector Generali Bwana Douglas Kanja na yule DCI, afisa wa DCI ambaye anasimamia pale, yule Mohamed Amin, walifika mbele ya mahakama kueleza jinsi ambavyo ama kile ambacho wanakijua kuhusiana na vijana wale watatu kutoka pale Mlolongo walipotea. Wanapokuwa wanaendelea, kuna taarifa ambazo zilitokea kwamba mmoja ama wawili ama miili ya vijana wale ambao wanatajwa kwamba walitekwa nyara ilipatikana katika City Mortuary pale. Yule mmoja anajulikana kama Justus Mutumwa, mmoja wa wale ambao walitekwa nyara pale Mlolongo. Mwili wake ulipatikana pale City Mortuary, wakitaja kwamba uliokotwa na maafisa wa polisi eneo lile la Ruai na ukapelekwa katika hifadhi ya maiti pale tarehe 17 last year December. Na ni watu ambao walitaja kwamba walitekwa nyara, na kila ambacho maafisa wale ambao walifika mbele ya mahakama walijieleza ni kwamba wao hawajui lolote na si serikali ama maafisa wa polisi ambao wanahusika katika utekwaji nyara wa vijana wale. Kwa kwamba mauaji haya yamekithiri tu, aswa wengi wanapatwa na ama akili pale, msongo wa mawazo tele, kisha baadaye unapata kwamba kumetokea visa kama hivi na pia watu kujitoa kitanzi. Tuliona tu juzi ama jana tukizungumzia pale kisa kile ambacho kilitokea wiki hii siku ya Jumane, ambako mwanafunzi alijiua pale shule Yeriabe na haijajulikana ni kipi kile ambacho kilipelekea yeye kujitia kitanzi. Basi ni serikali na wale ambao ni wa kufanya guidance and counseling, iwapo wapo basi waweze kufika jamaa wakiona mtu kwamba anayo mawazo mengi tu, kidogo waweze kumzungumzia pale ili ajieleze ni kipi kile ambacho anakipitia. Jeff, is it a coincidence kwamba last time when Masengeli ndiye alikuwa acting IG, ndio kuna wakati ambapo pia alikuwa summoned kufika katika mahakama, hakufika kwa mara ya kwanza, pili hadi akafika mara ya tatu, bila ambavyo Kanja amefanya sasa hivi. Na kuna vijana ambao walikuwa abducted by then. Ndio. Wakati ambapo walikuwa wamefika kotini, wale vijana wakapatikana that same day actually. And yesterday wakati Kanja wameombwa pale na Amin wafike mahakamani kwa mara ya tatu, hawakufika. Jana ndio ilikuwa siku ya mwisho kufika, kama hawatafika wahukumiwe. Na wakati walifika, miili ikapatikana miwili ya wale vijana ambao walikuwa wamepotea 4 Mlolongo. Is it a coincidence ama kwamba ile siku ndio labda miili na watu wanapatikana? Kile ambacho naweza zungumza kulingana na taarifa zile ambazo tulizipokea na tumeziona katika mitandao ya kijamii, kuna familia ama baadhi ya familia pale za wale ambao walitekwa nyara na kupotea wakitafuta miili. Kuna miili ambayo walikuwa wameidentify pale, na basi wakashinda kusema kwamba huyu ni mtu wetu, na pale serikali ikapata nafasi ya kufanya ama kuchukua zile chembe zao ama what we call
kufanya uchunguzi kujua huyu mtu halali ni nani. Na baadaye wametoa ripoti hiyo jana kwamba huyu mtu ukweli zile fingerprints ambazo zimetolewa ni jamaa ambaye mmekuwa mkimtafuta kwa muda huu wote. Lakini serikali inapaswa kuwajibika kwa yote yale ambayo yanaendelea, iwe kwamba ni utekaji nyara, mtu ambaye amepotea hajapatikana. Ni serikali inapaswa kuhakikisha kwamba usalama kwa watu wote wanaoishi katika nchi hii ya Kenya umehakikishwa, na hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kumuua mwenzake bila chochote, ama bila, kama mtu amekukosea videl ni heri tu umshtaki, na ukishamshtaki kuna sheria ambayo inafaa kufuatwa ndiposa yale yote yaweze kuafikiwa. Lakini kile cha kufanya ama kuchukua hatua mkononi ama sheria mkononi na kufanya jambo basi inaleta changamoto, na pia wale ambao wote wamehusika katika visa hivi wanapaswa kuchukuliwa hatua kali na wafikishwe mbele ya mahakama, kisha baadaye mahakama itachukua hatua dhidi yao. Na by the way, tukiendelea na taarifa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto alituma rambirambi zake kwa Rais wa Marekani J. Trump kwa wale ambao ama familia zile ambazo zilipoteza wenzao katika ajali ile ya ndege ambayo ilifanyika Washington DC. Tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba Jeff kuna mtu ana qualify aje, kwa sababu pale nyumbani wale watu wa ujenzi, wale watu wa mjengo, wale ambao unajua kwa mjengo kuna watu wengi sana. Kuna mtu wa mkono, kuna yule ambaye ana oversee watu wakifanya kazi wanamuita foreman, na kuna yule ambaye sasa ni mjenzi, anaitwa aje yule ambaye ni mjenzi sasa. Yule ambaye amesomea ile taaluma. Lakini pale kwetu nyumbani unaita tu mtu yote unamwambia kuja unitengenezee choo hapa. Na anatengeneza tu. Nashindwa, do these people qualify? So nikizungumzia swala hilo, kuna Construction Authority of Kenya, KCA. Walikuja katika kaunti ya Kisii, na sababu ambayo iliwaleta hapa ni kufanya mazungumzo na wale ambao wanafanya kazi ya ujenzi, wale ambao wanafanya kazi zote ambazo zinahusiana na ujenzi, na kuwafunza zaidi. Kumbuka kwamba hii ni baada ya pia shirika lile la Kenya Engineers kukataa uteuzi wake Aisha Jumwa kama chairperson wao. Lakini pia kumbuka kwamba Aisha Jumwa aliapishwa na alianza kufanya kazi rasmi. Sasa KCA walikuja kwa ushirikiano wa afisi ya mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Kisii, na wakati walifika walifunza baadhi ya watu ambao wanasomea kazi hiyo ya mkono, kazi za ufundi, na wakawaambia vile ambavyo wanafaa kupata certificate, kwamba ukipewa contract ya kujenga nyumba fulani Jeff, kumbe si mtu yeyote anapewa. Unafaa kuwa uko na certificate ya kufanya hiyo kazi. Ndio maana unaona nyumba zingine zinajengwa, zinaanguka. Zinajengwa, zinaanguka. So KCA walikuja kwa ushirikiano wa Women Rep Doris Saburi, na kuna mengi ambao waliyazungumza. Ningependa tuwasikize kisha baadaye tusungumze pale. Kazi tulianza last week whereby tunakutana na trainers wa NCA, wanafunza mafundi zetu, wanawafanyia upskilling kwa sababu hawa mafundi huko nje wanateswa sana. Kuna basic needs zenye wanafaa, basic skills zenye wanafaa kujua, wengine hawajui. Wakati hawajui wanafukuzwa. Kama kuwa na NCA certificate yenye they've always had a problem kupata. Watu wanaenda huko nje wanalipwa pesa mingi. Huyo ni mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Kisii ambaye anazungumza kuhusu mafunzo ambayo walikuwa wanawapa wale ambao ni wajenzi au wale ambao wanasomea vyuo vya ufundi. Na maafisa kutoka NCA, National Construction Authority, walifika wakawafunza na wakawaambia jinsi ya kupata VAT kutoka vyuo vya ufundi, na vile vile wanahitaji nini ili kuanza kufanya hiyo kazi. Tukiendelea na taarifa hiyo, Jeff, niingie kidogo katika chama cha ODM. Tumeona baadhi ya viongozi wa ODM wakizungumza tofauti kabisa. Sifuna ambaye ni SG wa chama anazungumza tofauti, na tumeona viongozi ambao sasa wamekuwa wandani wa Rais William Samoei Ruto pia wakizungumza tofauti. Sana wale ambao wanasema kwamba ni praise and worship team. That is how baadhi ya viongozi wa upinzani wamewaita kwamba they are becoming praise and worship team kwa serikali ya Kenya Kwanza. Hasa kuna wabunge wa Nairobi wote actually ambao wako katika ama wameanza kushabikia Rais William Samoei Ruto, isipokuwa mbunge Babu Owino peke yake. Ndio mbunge ambao ni wa ODM ambaye hajaonekana kabisa
akiingia katika mikutano na Rais William Samoei Ruto, na vile vile akimshabikia na akishabikia baadhi ya miradi ambayo inazinduliwa na Rais William Samoei Ruto. Jana gavana wa kaunti ya Kisii ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa chama cha ODM alizungumza. Na akizungumza alikuwa anazungumza akimtetea Edwin Sifuna. Akisema kwamba wao hawajiunga katika serikali ya Kenya Kwanza. Wao ni chama cha upinzani. Mpaka ningejiuliza, are they really performing their role kama upinzani, Jeff? Mengi videle yameendelea haswa wakati serikali yake William Samoei Ruto ilikubaliana salamu za heri nisitaje vile naye ndugu Raila Amolo Odinga ama kiongozi wa upinzani hapa nchini Kenya. Na baada ya kusalimiana pale ama kufanya mazungumzo, kuna yale ambayo yalifuata. Tulipata kwamba Raila Amolo Odinga sasa ameanza kumuunga mkono Rais William Samoei Ruto. Na pale akawaleta baadhi ya vinara wakuu katika chama cha ODM wakaingia katika serikali, kile ambacho Rais William Samoei Ruto akitaja kwamba ni broad based government. Na broad based government hii imeendelezwa tu kwa kina, na kuna wengine ambao wanaendelea kuwafikiwa hadi sasa hivi kurejea ama kuletwa katika serikali. Na katika chama cha ODM kuna mengi ambayo yameendelea kufanyika pale. Kumbuka kwamba Aladwa juzi alimueleza Edwin Sifuna kwamba sasa wamo mbioni kudhatimini jinsi ambavyo watamuondoa katika chama cha ODM pale. Ikiwa anazungumza kila ambacho kiongozi wa chama hajakizungumza pale ama kinyume na matarajio ya kiongozi wa chama pale. Lakini kidogo pale tukimsikiza Gladys Wanga, kuna yale ambayo ameyazungumza wiki mbili hivi zimepita kwamba wao wanajipanga na mwishoni baadaye pale mwaka 2027 watakuwa na yule ambaye atakuwa anawania kiti cha urais kupitia chama cha ODM. Basi maswali yakiibuka, je, ni nani yule ambaye atakuwa pale? Ni nani yule ambaye atazimamishwa ama atazimama na chama cha ODM? Kama maswali hayo hatujapata jibu kamili kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, lakini vyama vyote tu kunaonekana kwamba kuna kuwa na ushindani mkali kati ya ni nani ambaye anasema ukweli, wale ambao wanasimama kusema kwamba serikali ikosolewe kwa kile ambacho haijakifanya, na pia wale ambao wanatetea serikali wakiwa bado ni wapinzani. Niliona pale naibu rais Profesa Kithure Kindiki akizungumza kwa njia fulani, akimzungumzia gavana Seri Mbarile ambaye ni gavana wa Embu. Kumbuka kwamba kuna wakati rais alikuwa pale personally na walimpigia kelele rais mwenyewe alikuwa pale. Na vile vile kuna wakati ambapo Justin B Muturi alitumwa pale akakatazwa asisome rambirambi za rais. Ni kweli. Niliona pale profesa akizungumza akisema kwamba ni makosa yake Seri Mbarile. Kila ambacho nikisikiza video ile ambayo alikuwa anazungumza pale ni kwamba alitaja kwamba anamuaddress kama dada yake, agent wake ambaye kidogo wamesoma naye, pia kama kiongozi wa chama cha UDA. Akimuuliza kwamba wewe ni national chair wa chama cha UDA, mbona katika eneo lako basi rais aweze kupigiwa kelele? Na huko tu hapa na wewe ni mwanachama pia mwenyekiti wa chama hicho cha UDA. Why do you allow such a kind of a thing that vijana wanaweza mpigia rais William Samoei Ruto kwa jambo lile ambalo either hawajafurahishwa nalo? Lakini Jeff, alikuwa afanye nini? Alikuwa wakatase wasipige kelele? Alikuwa but all the same we'll get back there, tutarudi hapo. Lakini tulikuwa kwa najua kwamba ndugu Videli ni kwamba siasa ziko na njia yake pale, na wanasiasa wanacheza siasa zao jinsi ambavyo wanazielewa. Kumbuka miaka ya nyuma tumemsikia kiongozi ama aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi wakati mmoja Mike Sonko akitaja jinsi ambavyo wao wanafanya. Wakati wanataka upigiwe kelele katika mkutano, basi watachukua watu wao wawanunulie t-shirt ambazo ziko printed ni Fidelis Muchoge, na kama mimi na wewe ni wapinzani basi watatengeza t-shirt zangu wafalishwe pale, wakuje wasichome ama wafanye jambo fulani. Kila ambacho ni siasa tu zinachezwa. Na huelewi ni kipi ama ni nani amewafadhili, ni nani amewaweka pale. Baada ya siku tutakuwa tunapata kwamba je, Wakenya wanasikizwa kwa yale ambayo wanayataka kufanyiwa ama yale ambayo wanasema hayapo sawa, aswa bima ile ya afya. Kile ambacho kinifurahisha ni kwamba baadhi ya wabunge ambao ni wandani wa rais, actually kama umesoma gazeti la Taifa leo siku ya leo, ni kweli linazungumzia viongozi ambao wamefunguka macho. Kumbuka kwamba kulikuwa yule mwandada ambaye alishikwa kwa sababu alikuwa amesema SHA haifanyi. Lakini baadhi ya wabunge ambao ni wa Kenya Kwanza, ambao ni wandani wa Rais William Samoei Ruto, jana wamekuwa wakilalamika kuhusu
vile ambavyo SHA inafanya kazi. Kusema kwamba kuna makosa pale. Sasa wamekubali kwamba SHA na SHIF ina shida. Ndio wamekubali sasa. Lakini tutangoja tuone pia gazeti tutaliangazia baadaye. So tulikuwa katika Sifuna pale. Gavana alizungumza Paul Arati na akasema kwamba wale ambao wanamkashifu Edwin Sifuna, they are naysayers. Tumusikize kisha baadaye turejee na tuendelee na taarifa zingine. All those other people outside there who are making noise, leave Senator Sifuna alone. He speaks the mind of the party. We give direction in the near future because we are meeting just to call people to order. For the national government, we are supporting the national government through the people we gave Mheshimiwa William Ruto. And I want to repeat, we are not in government. We have only sent people we call expertise to government to help to establish or to make. Anasema kwamba they are not in government. What they only did, they sent experts to help Kenya Kwanza government to deliver. That is the message from Governor Zima Paul. Kwamba wale ambao wameingia katika serikali pale walitumwa ili wadeliver, wafanye kazi. Wale ni wajuzi. So we are fixing this country together and we are fixing the mistakes of the government so that we can move forward in a better way. Na gavana alikuwa anazungumza by the way wakati ambapo alikuwa anamwapisha Daktari Areba sehemu fulani. Kuna kile ambacho unapaswa kufanya. Ukipata mwelekeo, uangalie jinsi ambavyo kazi ile inapaswa kufanya, nawe utafanya vile vile na jinsi ambavyo umeelewa. Yako na mkubwa wako kidogo hayapo sawa, hauta deliver katika kazi ile ambayo utakuwa unaifanya. Utapata kwamba wakati mwingi unafanya kinyume na jinsi ambavyo yeye anatarajia. Basi yeye akaona kwamba akijiuzulu atakuwa amefanya haki kulingana naye. Na ukumbuke kwamba unajua historia yake Ndemo. Unajua Ndemo alikuwa mgombea mwenza wa Manson Oyongo. Ndio. Towards 2022 elections. Actually alijitoa katika kinyang'anyiro hicho. Kumbuka kwamba KNC ni chama cha Oyongo na alijitoa 2021 a year to election. Akaacha Manson Oyongo kwa mataa. Ikabidi Manson Oyongo akaingia katika uchaguzi kama ana mgombea mwenza. Sasa amengoja, gavana akamtoa pale, akampa kiti cha CEC. Lakini pia amechitoa late last year akisema kwamba hataki kuingia katika serikali ya mtu ambaye hajui kitu ambacho anakifanya kulingana naye. That is actually the statement he gave. So jana Daktari Timothy aliapishwa kama waziri wa michezo katika kaunti ya Kisii. Ningependa sana tumusikize daktari atujue kulienda namna gani jana. Kisha baadaye turejee tuendelee na taarifa na yale ambayo yalijiri pia katika uapisho huo wa Daktari Timothy katika uga wa Gusii Stadium. We have not given you this position as a Momagetutu. We have given you this position because we believe you will be able to be a new force in my government. Kwa hivyo I call upon you to really help me deliver my manifesto. Ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru gavana wetu kwa kutupatia hiki kiti pale Monyerero. Governor, we are very grateful for considering the people of Monyerero. Governor, we are very grateful for considering people from Monyerero ward. Hao ni baadhi ya wakaazi mahali ambapo Daktari Timothy anatoka pale. Kumbuka kwamba shughuli hiyo zima ilikuwa inafanyika katika uga wa Gusii Stadium. Nikizungumzia uga wa Gusii Stadium, Jeff, before nitoke hapo, Jumapili tarehe 2 tutakuwa na mechi kati ya Shabana na Kariobangi. Uga wa Gusii Stadium. By the way, there is something unafaa kujua, Jeff. Shabana ndio team peke yake ambayo ina draw mashabiki wengi. Actually, wakati ambapo tuko away from home, ndio ile timu ambayo tunaichezea huwa inatengeza fedha zaidi kutoka mashabiki wa Shabana. Shabana ndio timu peke yake katika ligi ya KPL. Hata wakati ambao tulikuwa katika NSL, Shabana ndio tu ilikuwa timu ambayo
ina mashabiki wengi, that is if I may say. Gor Mahia ilikuwa imetutangulia, lakini siku hizi tumeigonga. Siku hizi mashabana ama mashabiki wa Shabana ndio wengi kabisa. Ni kweli jinsi ambavyo unataja. Tukiangalia mchezo ambao ulipita weekendi ulikuwa Nairobi pale, na mashabiki wengi tu walifika pale mpaka wenyewe ama wenyeji wa timu ile ambao walikuwa wanacheza nayo wakapata kwamba hawana nafasi ya kuketi, kwa sababu mashabiki wa Shabana walifika mapema wakajaa pomoni kabisa, hadi wengine wakasimama. Basi mashabiki wa timu ile nyingine wakifika nao wakajipata kwamba hamna mahala ambapo wataketi, kabidi tu wasimame, wengine wafungiwe nje. Basi shida. Kumbuka kwamba Jeff, the first match tukifungua KPL season 1 ambayo ilikuwa 2024-2025, mechi ya kwanza ambayo Shabana ilikuwa nayo ilikuwa Bandari FC na Shabana, ambayo ilikuwa ifanyike uga wa Gusii Stadium, na ilikuwa mechi ya kwanza wakati ambapo uga huo ulikuwa umemaliza kukarabatiwa. Mashabiki walifika mechi haikufanyika, ikakuwa postponed kwa sababu mashabiki walifika wengi, actually wengi, mpaka ikabidi nadhani kwamba waliogopa kwamba hii mechi itakuwa sawa kweli. Mashabiki walifika wengi katika ule uga ule wa Gusii Stadium, and I remember kwamba Gusii Stadium is up to standards. Iliidhinishwa na FKF kwamba ita hold mechi yoyote ile kwa sababu itengezwa vizuri. Kulikuwa ikianza kutengezwa pale kulikuwa na maneno Maticha Stadium, na watu wa Nyamira unajua ndio walikuwa wanazungumza. By the way, watu wa Nyamira ndio walikuwa wanazungumza. Watu wa Nyamira ndio walikuwa wanazungumza kwamba Gusii Maticha Stadium. Nikipita pale ilikuwa juzi tu niliona wanaendelea kufia kanyasi, wakitengeza na uchafu kuokotwa vizuri ili kuweka hadhi ya uwanja ule kuwa nzuri tu wanapojiandaa katika mchezo ambao utafanyika siku ile ya Jumapili kati ya timu ile ya Shabana na pia Kariobangi. Watakuwa na kuja hapa nyumbani katika kipute kile ambacho kitafanyika. Basi nadhani kwamba tutapata nafasi na tufika pale tushuhudie, nasi tusije tukachelewa, tufike mapema tupate nafasi pale. Kama kawaida mimi lazima niwe pale. Lazima. Na Jeff, let me ask, kwa sababu watu wa Nyamira ndio walikuwa wanakosoa uga ule wa Gusii Stadium. Kuna stadium Nyamira? Ndio, kuna stadium ya Manga inaendelea kujengwa. Kuna stadium Nyamira, si kwamba inaendelea. Kuna stadium Nyamira ambayo imejengwa, imekuwa haijakuwa ready kutumika. Hakuna. Si kwamba kila ambacho tumesema jinsi ambavyo wana ODM wanasema kwamba they came to the government to fix the issues. We are also fixing our issues at Nyamira and everything will be very okay very soon. So hakuna stadium Nyamira kwa sasa. Ipo lakini inaendelea. Haijafika viwango vile ambavyo chinza ambavyo ya Gusii Stadium ipo. Lakini ipo. Ni ile haijafikia viwango vile ambavyo viko pale Gusii Stadium. Lakini ipo. Inaendelea kujengwa. Na hiyo ukisema Manga ni pale ambapo kulikuwa na bunge, mahali yule aliyetolewa mamlakani speaker wa eneo lile alipeleka vikao. Basi ukiona jumba lile ambalo waliketi ama afisi ile ambayo waliketi, basi ni moja ya vyumba vile ambavyo vimejengwa pale. Tukiwa katika county ya Kisii, walisema kwamba Kisii si makao makuu ya Nyamira. Nyamira pia ni county independent. That is what they were saying actually. Niliona baadhi ya viongozi kutoka county ya Nyamira wakiambia rais kwamba wapepea Nyamira Kisii county waziri, Nyamira wewe inasaulika sana. That is what they said, kwamba wakumbuke Nyamira pia ni county on its own, kwamba si county ambayo inategemea county nyingine. Na hayo yakiendelea, jana kuna mkataba ambayo county ya Kisii kupitia Wizara ya Afya ili sign na Ruala Community. Hili ni shirika kubwa, ni NGO kubwa ambayo inasaidia sana, ambayo pia inahusika sana katika masuala ya uzazi wakati ambapo mama wanajifungua pale. Ruala ni shirika kubwa ambalo si la kiserikali. Na niliona pia wakizungumzia, I don't know kama Linda Mama imerejea. Rais alitoa ahadi kama wiki mbili hivi zimepita kwamba Linda Mama itarejea pale, na tukamuona yule waziri wa afya Madam Baraza akitaja kwamba hivi punde wanaendelea kushughulika pale SHA itakuwa inclusive ya Linda Mama ama itakuwa inarejea pale, na watakuwa wanasaidia akina mama kudeliver ama wakati wanaelekea hospitalini kuzaa bila kulipa chochote pale. So wakati ambapo walikuwa wametia sahihi, ningependa tumsikize CEC ama waziri wa afya kutoka kaunti ya Kisii. Kumbuka kwamba walitia mkataba huo na hospitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital na vile vile wizara ya afya katika kaunti ya Kisii. Ningependa sana tusikie kile ambacho waziri alizungumza. Rono mogoko monene sana twanyarire kurikirana nse
ne NGO enene kolegasi ime ya South Nyanza asa mangana yo korigereria oroiboro ntoma yetenga abantu baita abange abangina baita abange banyare bako chandika sana kere bare webuatraneti. This collaboration between Luala and Kisii county government will ensure that we are adding to the protocols for management of PPH, including the use of non-pneumatic anti-shock garment as part of PPH management, training healthcare workers on emergency obstetric and newborn care, and improving mentorship processes. Hayo ni yale ambayo yaliendelea jana katika wizara na sekta ya afya katika kaunti ya Kisii. Jeff, niko katika wizara ya afya. Ningependa niangalie gazeti la Taifa Leo. Mada kuu inasema machozi ya mamba. Machozi ya mamba. That is the title la gazeti la Taifa Leo. Machozi ya mamba. Na ukiangalia pale ni Duncan ambaye namjua anaitwa Duncan, sijui. Duncan Madhenge. Huyu ni mbunge wa Rigathi Gachagua wa Nyeri Town. Ni mbunge wa Rigathi Gachagua ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kusifu bima mpya ya afya ya SHA na SHIF. Lakini ukiangalia pale chini wanasema pale juu wanasema wabunge waliopuuza kilio cha raia kuhusu ufaafu wa SHA sasa wapiga bautani. Si mmoja, si yeye peke yake. Niliona wengi sana. Kimani Ichung'wah ambaye ni majority leader wengi katika bunge la kitaifa, naye pia alihusika pakubwa, na kuna siku wamewapa wale maafisa wa afya na wizara ya afya kwa ujumla washughulikie jambo lile la bima ya afya, kisha baadaye warejee na ripoti ya kwamba inafanya kazi kikamilifu. Kusema kweli ni kwamba SHA hii haijakuwa ikifanya jinsi ambavyo inatarajiwa kufanya. Ndio wengi basi wamekuwa kitaja kwamba NHIF ilikuwa afadhali kuliko kila ambacho kililetwa kigeni. Na jinsi ambavyo mambo yaliharakishwa na kufanywa, tuliona kwamba hata wakati ilikuwa inakuwa launched pale kidogo tulipata kwamba ile system ilifail from the word go, mpaka tukapata kwamba wale wataalamu waliokuwa wanashughulikia wakataja kwamba tuongezee muda kidogo tushughulikie jambo hili, kisha baadaye tukiwa tayari kabisa tutailaunch ianze kufanya kazi. Basi shida kama hizo ndizo ambazo zimefanya vitu kama hivi kuendelea. Lakini kusema kweli sasa wale wabunge wamelisikia ama wamekisikia kilio cha Wakenya na wamefanya jambo ambalo linafaa kufanywa. Ni heri tu wafanye vile na wahakikishe kwamba sasa mfumo ule wa bima mpya ya Social Health Authority na Social Health Insurance Fund inafanya kazi ifaavyo. Na wabunge waliwapea wizara ya afya siku 10 peke yake. 11 kufanya uchunguzi, kufanya marekebisho na kuandaa ripoti ili waipeleke pale katika bunge ili wabunge waione labda mfumo mpya utaweza kufanya ama utafanya kazi ama hautafanya kazi. Lakini pia tukiwa katika sekta ya afya, vile vile hospitali ya Kenyatta National Hospital KNH imewasuspend employees wale ambao ni 11 kwa sababu wanasema kwamba ni wizi wa shilingi milioni 47. So ni uchunguzi ambao utafanya, lakini wamewaambia kwamba pumzika kidogo uchunguzi ukiendelea. Na taarifa ambayo nimeipokea hapa ni kwamba kuna ajali ambayo imefanyika Jeff. Naambiwa kwamba kuna ajali ambayo imefanyika, light aircraft crashed at Kadon branch in Naivasha killing people ambao walikuwa ndani. Nasikia kwamba ajali hiyo imefanyika mida ya saa 11 na dakika ama saa 11 hivi jana, sio kama ni jana kama ni leo, lakini wanasema kwamba kuna ajali ambayo imefanyika pale. KCAA ndio imepeana taarifa kwamba kuna ajali ambayo imefanyika, lakini watatangaza zaidi ni kina nani ambao walikuwa ndani na ni abiria wangapi ambao walikuwa katika lile ndege ama ile ndege ndogo. Jeff, pale Nyamira kwenu ndio mnapenda sana ukulima wa majani chai. Ni kweli. Na nimeona wakulima wa Nyansiongo wakilalamika kuhusu vile ambavyo wana chai yao, vile ambavyo chai yao inafanywa. Wanasema kwamba hawajaridhika. Unajua
niliona pale nyumbani kwetu, though kwetu hatupendi sana hiyo hatufanyi ukulima pale kwetu, ni mmoja tu ama wawili wanafanya ukulima ya majani chai. Lakini kuna wale ambao wanaitwa field officers, watu ambao wanatumwa kwa kampuni, kutoka kwa kampuni, wanaenda pale nje wanafunza wakulima jinsi ya kutunza chai, jinsi ya kutoa ile chai, kuchuna ile chai na jinsi ya kuibeba hadi mahali ambapo inafaa kuwa pale. Lakini nimeona wakulima wa Nyansiongo wamejitokeza jana wakisema kwamba field officers hawafanyi kazi vile ambavyo inafaa. Ni kweli jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea. Tutaanzia katika serikali kuu. Wizara ya kilimo pale imeajiri baadhi ya field officers ambao wanafaa kuwatembelea wakulima hapa nchini kote. Na pia kaunti zetu zinahusika pakubwa katika kufanya ukulima ama saidi katika wizara ya kilimo pale. Na pia nao wametafuta watu wameachiriwa na wanafanya kazi ile. Lakini kuna jambo moja hapa ambalo kidogo Fidel sijui kama utakubaliana nalo, kwamba maafisa ambao wameachiliwa na kaunti kidogo hawafanyi kazi yao ifahavyo, kwa sababu wengi hawafiki katika sehemu zile ambazo wakulima wapo. Hawajui changamoto za wakulima. Utapata wengi tu ni kutembea tu, amepewa pikipiki ya kufanya kazi hiyo, lakini haifanyi kikamilifu pale. Ila tu wale wakulima kutoka eneo lile la Nyansiongo, kila ambacho wanakizungumza ni kweli. Maafisa hawa wa ukulima hawajafika wawaeleze jinsi ambavyo wanafaa kufanya kazi ile, lakini huwa wanafika katika buying center pale ama kituo kile cha kununua majani chai. Basi pale ndiye anakuja kumueleza mkulima chai hii au chaichuna jinsi ambavyo inafaa kuwa. Lakini hakufika shambani amueleze ni kipi kile ambacho kinafaa kufanywa, jinsi ya kutoa majani yale, jinsi ya kuyatunza yafike katika kituo kile cha kuyauzia. Na pia kama iwapo gari ama hayatanunuliwa siku hiyo, ni njia gani ile ambayo utayalinda yafike kesho yake ndiposa yaweze kununuliwa. Kio kwamba ni changamoto ambayo baadhi ya wakulima wanapitia hapa nchini, haswa katika sehemu hii ya Nyamira na sehemu ya Kisii, wale ambao ni wakulima wa majani chai. Tukiendelea na ukulima huo, before nataka kucheza video ambayo iko hapa ya wakulima wa Nyansiongo. Tusiku walikuwa na zungumza kuhusu nini, lakini chef kuna swala mimi sijui kwa sababu mimi si mkulima. Bonus ni nini? Na nilikuuliza kuna time nilikuuliza kwamba nasikia watu wanasema bonus ya chai. Hii ni mshahara ya chai ama ni pesa ambazo unalipwa wakati ambapo umechuna chai yako, ama ni pesa ambazo unaongezewa za bure ambazo hujafanyia kazi? Bonus inapeanwa mara moja kwa mwaka. Na inafuatia ni kilo ngapi za chai ambazo kunazo. Kumbuka kwamba kila siku, kila mwezi unapima majani chai yako pale, unapeleka katika kituo kile cha kununua, unapima kilo fulani. Na kilo zile ambazo unapima, by the end of every month huwa unapata mshahara ya kilo zile ambazo umepima. Sasa na bonus ni ya nini? Ama ni za bure tu? Si iwezi kuwa ni ya bure kwa sababu ni chasho lako, umefanya tu, umepalilia chai hii yako pale shambani, ukajuna vizuri, kapeleka katika kituo cha kununua, kisha baadaye ukaiuza. Wakati umeuza, kuna zile pesa zako ni kama kuweka shares mahali, na shares zako zinaendelea zikikuwa nyingi. Na wakati inaongezeka, ni pesa za shukrani kwamba umefanya kazi. That is ni pesa za kushukuru yule ambaye ni mkulima. Niseme vile kwamba ni malipo ambayo wanayapata kila mwisho wa mwaka pale, kwa sababu ya kazi ile ambayo wameifanya na aswa katika kilo zile ambazo wameziuza pale katika kituo kile cha kununua chai. Ningependa tuwasikilize wale ambao ni wakulima wa Nyansiongo wanalalamika kuhusu nini. Samarita ngoro kwa Jane Nyambeki NS16 number 516. Eshida roto gwate se chai yaito. Abo toko ranga ngote amatori gotori chai ngiya. Lakini abagiriga chabago chabato tebie chai nembe. Batu enikare chinga tori chai ngiya egere na limora nyore bonus ngiya. Bonus keguika twanyoranga pesa nji yororo. Abantu bakoro kunga field service officers bari bakoro kuna bwa bagiriga chabo wenda ko cha mugondo batosemi buna bari minga kito wenda ko tori chai ntwana ko barara. Number 2 ndo bwa abantu bakoro kunga inspection officers bagoje tundu bari yakere twarentire chai. Abantu raba tokomanyanga egasi yabo buyo nere because etogoje twabanyore tundu baria.
wanasema wajui kazi ya field officers. Ni kweli jinsi ambavyo nitaja kwamba hawa field officers hawafiki pale wafanye kazi yao. Wanapatikana tu katika kituo kile cha kupimia chai. Na wanapaswa kufika katika mashamba ya wakulima, hawatembele. By the way, they are supposed to have a record. Wajue kwamba Videl, unajua mkulima wa machani chai amepatiwa namba special ya kumidentify. Ukiwa na namba yako ya chai kama wewe ni 001 na mimi ni 002, yule field officer anafaa kujua eneo lile ambalo amepewa anafanya kazi. Ajue ni kuna wakulima wangapi hapa. Akishajua vile atajua kwamba leo nitaanzia kwa Videl, nitaenda kwa Jeff, nikitoka hapo nitaenda kwa Orina. Hivyo anawatembelea kuwapa motisha, kuwaelekeza jinsi ambavyo wanafaa kufanya ukulima huu wao ndipo wapate mazao ambayo yatawasaidia. So jana Jeff, vijana ama wanafunzi wa Kisii National Polytechnic, ni kweli polisi walifika pale wakiwa na maroli mengi kwa sababu kulikuwa na tension. Walikuwa wamepiga kura lakini hawakuwa wakaweka majibu, au wametangaza yule ambaye ameshinda. So walikuwa na wasiwasi kwamba huenda kukawa na maandamano pale. Lakini polisi walifika pale baada ya usimamishi wa shule ile ikatangaza jamaa ambaye anajulikana kama Wafula James kama rais wa shule ile ya kiufundi ya Kisii National Polytechnic. I expected nisikie Mkisii kionga. Kwa muda ule ambao nimekuwa nikifuatilia siasa za shule, jinsi ambavyo zinafanywa swa vyuo vikuu na vyuo vya kadri pale katika Kisii National Polytechnic pale, kidogo miaka 5 hivi sijaona mtu moja akiteuliwa swa kutoka eneo hili la Gusii. Wale ambao wamekuwa kibahatika zaidi ni kutoka Western Kenya na pia Nyanza ama Luo Nyanza pale kuteuliwa kama viongozi wa wanafunzi. Utapata kwamba either msaidizi wake ama naibu wake ndiye anatoka katika jamii ya Gusii ama jamii zingine pale. Lakini kile ambacho wamenifurahisha ni kwamba ama walipiga kura zao kwa amani, wakamaliza vizuri na matokeo waliyapata na walisherehekea kweli kweli katika mji wa Kisii. Na ndiposo ukaona maafisa wa polisi kwa sababu kura zao kila wakati nimeona wakipiga kura pale. Tunapata kwamba maafisa wa polisi huwa pale wengi tu wakifuatilia jinsi ambavyo matokeo yanaendelea. Ni kile tu kuweka usalama, wanafunzi hao wasije wakafanya maandamano waharibu baadhi ya mali ya shule ama rasilimali za shule pale. Kujiunga tu kila mtu wako sawa na kuhakikisha kwamba amani ipo pale. Tukiingia katika elimu, ndio najua majibu ya mitihani, matokeo ilitoka early this January. Na kuna wale ambao najua hatuwezi pita mitihani zote. Ni kweli. Kuna wale ambao hawakufaulu kuenda katika vyuo vikuu, lakini zaidi ya wanafunzi 1200 walifaulu kuenda katika vyuo vikuu. Na wale ambao walikuwa wanaenda katika shule za ufundi, TVETs, KMTCs, KUSSIPS ilifungua ile poto yao ya kuanza kuapply na waingia katika vyuo vya ufundi, KUSSIPS na vile vile ama KMTCs. Lakini Jeff, ndio kuna shule ambazo zilifanya vizuri kutoka eneo la Gusiland. Na kuna shule ambazo zimekuwa zikifanya vizuri as a trend kwa sababu shule nyingi kutoka eneo la Gusiland, nazungumzia kaunti ya Nyamira, kaunti ya Kisii, zimekuwa zikifanya vizuri tangia kama miaka 3 hivi 4 imekwisha. Shule hizo zimekuwa zikifanya vizuri. Na kuna shule ya Nyabururu. Ndio. Shule ya Nyabururu actually was number 5 kwa shule Kenya, kwa shule ambazo zimefanya vizuri katika languages, Kiswahili and English. Zimefanya vizuri zaidi. So shule almost Rift Valley, Nyanza, Western sitakuwa na kongamano pale this coming Sunday tarehe 2 ku benchmark, kujua ni kipi kile Nyabururu inafanya ambacho hawafanyi. So nadhani kwamba it's a brief bridge kwa wale wanafunzi ambao labda wako kidato cha 4 ambao wameingia hivi, wala ambao labda ni wanafunzi kutoka eneo la Gusiland, kuona kwamba they can as well do well. Si kwamba lazima shule kutoka mahali fulani, lazima shule kutoka mahali fulani wafanye vizuri. I saw a school, actually a day school from I don't know where kuna mahali niliona day school inafanya vizuri sana. Ikachukua wanafunzi zaidi ya 300 campus. A day school si kwamba ni boarding. Day school ina maana kwamba si lazima ukue boarding ndio ufanye vizuri. Si lazima ukue kwa shule fulani ndio ufanye vizuri. Lakini so there will be a benchmarking, shule zaidi ya 100 zitakuwa pale Nyabururu na watakuja pale this Sunday na kutakuwa na benchmarking kwa sababu walifanya vizuri katika mtihani wa mwaka wa 2024. Ningependa sana tusikie walimu wa shule ile ya Nyabururu wanazungumza nini kuhusu matokeo ambao waliyafanya na vile vile wako ranked namba ngapi, tuwasikie. A workshop ya organized in department ya languages, Kisongo na Kiswahili.
e function ine gento ekenene mono kigocha kwa base county yetu ya Gusii because we auto expect bado mbago cha kurujisa mbali chia Nyanza Western and chia mbali chia Kenya kuchicha watende function ya Sunday. So on Sunday, because of good results, ndakawate function ni nene sana the whole of Nyanza, because teachers from Nyanza, Rift Valley na Gusii mana wakalega ene mirime gereta Nyabururu ya korabu ya national ya samatemu muna bono mwako erete mulimo kwigeswahili obwate mini ya 10 point na umulimo kwigesongo obwate mini ya 9 point something ejinechi mini chire goromono jisukuru chinyinge jitari konyora. Ni hayo kutoka shule ile ya Nyabururu, Our Lady of Lords Nyabururu. Nadhani kwamba katika taarifa tutakuwa tunakupasha mengi zaidi hapo baadaye. Na taarifa ambayo nimeipokea ni kwamba a couple, familia, mume na mke ndio walifariki katika ile ajali ya ndege ambayo ilifanyika pale Naivasha. Na ndugu Videli, kabla hujatoka pale, kuna mitihani ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika mwezi wa 7 pale ama mid-year. Mitihani ile imesongeshwa mbele kwa sababu ya kesi ambayo imefikishwa mbele ya mahakama. Yule PS Perio Kipsang akitaja kwamba wanangoja jinsi ambavyo mahakama itakuwa inashughulikia kesi ile, lakini kwa sasa wamesuspend mitihani hiyo. Huenda itafanywa mwishoni mwa mwaka, na wengine wale ambao watakuwa wanafanya. Kumbuka kwamba waziri wa afya bwana Ogamba alitaja kwamba wanafunzi wale watakuwa wanafanya mitihani, wale ambao walifeli na wale ambao wangependa kurudia mitihani hiyo basi imekuwa suspended kwa sababu ya kesi kile ambacho ilifikishwa mbele ya mahakama pale. Hiyo sasa unamaanisha kwamba hakuna mid year exams. Mid year ya KCSE ambayo ilikuwa imepangwa ifanyike mwezi wa 7 haitafanyika kwa sasa. Jinsi ambavyo yule PS wa education ama wa elimu pale bwana Perio Kipsang ameweza kutoa taarifa. I felt like pia nijisajili. Sisi sasa nikiingia si kemu nitaichapa vibaya sana. Sijui na sitakataa ama nikubali kwamba utafanya vizuri ama utafanya vizuri. Kila ambacho kitakufanya ufanye vizuri ama usipofanye vizuri ni jinsi ambavyo umejiandaa katika kukabiliana na mitihani ile. Lakini kila ambacho kilinifurahisha wakati nilikuwa nasoma habari zile ni kwamba walikuwa wameandaa wale ambao miaka ya nyuma mtu alianguka mtihani na angependa kufanya marudio, basi angeruhusiwa kufanya vile. Lakini kesi ile ikikamilika iende jinsi ambavyo itaenda, basi mitihani hiyo huenda ikabaki kufanywa mwezi wa 7 kabla ya mwaka 2027. Kumbuka kwamba mwaka 2027 ndio utakuwa mwaka wa mwisho wa mitihani ya kitaifa ya KCSE kufanywa. Na kufika hapo tutakuwa tumeingia mfumo wa CBC kutoka shule za msingi hadi shule zile za upili, basi wakielekea shule ama vyuo vikuu na vyuo vya kadri pale. Naona pale Wamunyoro inaendelea kupokea wageni. Wamunyoro residence inaendelea kupokea wageni sana pale Nyeri. Kumbuka kwamba ni makazi rasmi ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Na tukiwa pale Wamunyoro, niliona viongozi kutoka eneo la Gusii, actually wawakilishi wadi ndio walikuwa pale Wamunyoro kijana. Sikia fununu walikuwa wanawakilisha mheshimiwa Matiang'i. Lakini tutangoja tuone. Leo ndio mwisho wa Januari. The former deputy president anasema towards the end of January atatangaza msimamo. Na chama atakitangaza ni chama kipi. Ndio. So tutangoja tuone kutana namna gani. Lakini tukiwa kwa Matiang'i bado watu wanaendelea kujitokeza, Jeff. Viongozi tofauti wanaendelea kujitokeza wakimpigia upato aliyekuwa waziri wa mambo ya makuu Daktari Fred Matiang'i kuwania urais mwaka wa 2027. Wa hivi punde ni wakilishi wadi wa zamani, former MCAs walikuja pamoja kutoka eneo la Kisii na wakazungumza kusema kwamba vijana wajitokeze, washike voting cards, washike vitambulisho ili wakati ule ukitimia basi na wapige kura. Na ningependa tuwasikize kisha baadaye tuingie pale Wamunyoro. Tuone ni kipi kile ambacho kinaendelea pale Wamunyoro. Into obo mubwo gusita tigatutware epati esaigeyemo nande imoma eto mwana minto na chiabe pati elia nanga batewa, lakini tumusapoti umusike Daktari Okengo Matiang'i. Twari kuborie community yetu ando cie sebale Kisii na Nyamira na Isiko abana baitu bakinire batagete chikura last time
Ingakieye na tutagete kumanyanga mbare ngatore. Tukwana nga matiangi terena gusemagara terena gusengo terena tutagwachikura. Unde bwenshi ikire myaka 18 IBC abekire in place usengo chire kobekwa ekirenga kirie goika kamuranche tuensto soke ntokwana bo saige karwa chikobara chikura tutoke ntoi n'abasai twabere toka ba sideline njengo sabonye onye ale nkonyarekana serikali beka IBC abana beto nyara chigasi abangina into tigwe chaya na into tutenene twake kweso uli tutagetabe kiongozi ase ntuona busidu twamwire Fred Matiang'i nere acha totebya abangina na kiata abangina kwa ntu abangi. Wamama ndio wengi anasema kwamba wanangoja daktari aje na awaambie kile ambacho kinaendelea. Taarifa za kitaifa Jeff. Ndiyo. Ningependa tuangalie tu yale ambayo yanaendelea pale Wamnyoro kwanza. Wamnyoro viongozi wengi wamekuwa pale. Hata viongozi wa makanisa nikaona kwamba wamemiminika pale. Ana is he anointing those who will be leaders in different places because niliona pale kuna jana acha nisome pale. Alikuwa amesema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao walitoka Kiambu, Kirinyaga na kaunti zingine za Mlima Kenya. Na baadhi ya wale ambao walikuja, kwa mfano akasema asante sana Dr. Robert Mburunga, akaweka in brackets Tigania constituency. Nadhani kwamba kuna kile ambacho anamaanisha. Mheshimiwa David Kirithi, former MP Tigania constituency. Niliona Moses Kuria akisema kwamba wale ambao wanaenda pale Wamnyoro residence huwa wanakuwa anointed, sasa wao ndio watawania. Vidili niseme hivi mimi ni kwamba baadhi, unajua viongozi hawa kila mtu anachipanga njia yake. Jinsi ambavyo atakuwa anasimama mwaka 2027 pale. Na jinsi ambavyo huyu aliyeondolewa mamlakani Geoffrey Rigathi Gachagua ambaye ni former deputy president. Kuna mengi ambayo amekuwa akiyazungumza wiki ambazo zimepita, na kuna kile ambacho alisema kwa Mkenya na pia yule Mkenya wa Mlima Kenya pale kwamba kufikia mwisho wa mwezi huu wa Januari, kwa kwamba leo ndio siku ya mwisho, basi tunatarajia kile ambacho atakitangaza, atakuwa anajiunga na nani, chama kipi ambacho atakuwa anasimama nacho. Kwamba kuna vyama ambavyo vimejitokeza pale kumuunga mkono, ikiwemo chama cha zamani ambacho kilikuwa kinatumika naye rais marehemu Mwai Kibaki pale katika kuwania kiti. Kilimkaribisha kikamueleza kwamba sisi tumekukaribisha hata kama hatujafanya mazungumzo, lakini tunaona kwamba wewe ukija kuna jambo lile ambalo utafanya. Basi ni kujipanga. Kwangu mimi nasema kwamba ni kujipanga kwa siasa za mwaka 2027. Na pale kuna kile ambacho wanakisema kwamba mlima umetengwa, mlima ufanyiwi jinsi ambavyo walikuwa wameahidiwa. Basi ni kujipanga kwao, wanajipanga. Na tulimpata ama tulimsikia yule naibu wa rais Professor Kithure Kindiki, na pia tukamsikiza yule waziri wa ICT akizungumza kisija kwamba kelele ambazo ziko mlimani ni za muda tu, zitakwisha hivi punde. Na zikikwisha basi kuna njia ambayo watakuwa wanafuata. Na pale yule waziri wa ICT Bwana Kabogo akimuraumu huyu naibu aliyekuwa naibu wa rais pale, kwani nini hichi ambacho unajua huku tueleza from the word go tujue ndiposa tujue jinsi ambavyo tutakusaidia. Umenyamaza tu na hatujui ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa. Wacha tufanye kazi na kelele ile itazima ama itaisha pale. Ni baadhi ya yale ambayo yanaendelea kutoka eneo la Mlima Kenya. Siasa Mlima Kenya zimekuwa tofauti sana. Sikutarajia kwa wakati mmoja kama aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga Martha Karua wangesalimiana. So what kila ambacho tutangoja sasa tuone labda the former deputy president and the former president will they shook their hands. Watasalimiana pia. Kile ambacho Videli unapaswa kujua kwamba siasa haina yule permanent enemy. Kila wakati it's all about interest. Wanasema kwamba nyani ni wale kila ambacho wamefanya ni kubadili mazingira ama ni kubadili msitu. Ametoka msitu wa Kisii ameelekea msitu wa kambi nyingine ama msitu wa Ujaluoni pale. Basi atapakia tu kuwa yule. Na kile ambacho atakisema kwa wakati huu ni kile ambacho wewe ukikisikiza unasema kwamba huyu mtu amenifurahisha nisikize hivi, ama kile ambacho anakizungumza kidogo nakubaliana nacho ama nakataa kukubaliana nacho. It's all about interest and what you are bringing on board when you are coming, ama wakati unazungumza kama mwanasiasa ni kipi. Kumbuka kwamba
changamoto zile ambazo zinatukumba sisi Wakenya wa kawaida ndizo zile wanazitumia, kwa sababu huwa wanasikia ni kipi kile ambacho wanasema na wao wana draft. Wanakuja nasema kwamba mimi kama Fidelis Moshoge ninawania kiti cha urais, nitafanya ABCD kwenyu. Nasi basi tunasema kwamba huyu basi tunaona kwamba ataweza tusaidia, na tunaendelea tu kusonga mbele na tunamfikisha pale. Kisha baadaye mambo hubadilika wakati ashafika pale. Nasema kwamba wanajua ground. So tutangoja tuone labda ground ya 2027 itakuwa namna gani. Anaendelea kukisikiza kweli kweli. Before tuingie katika taarifa za kimataifa, Jeff, ndio kuna yale ambayo yanaendelea kutoka maeneo tofauti. Kwa mfano nimeangalia pale wanasema kwamba wabunge nilikwambia kwamba wabunge washapeana siku 11 za kwa wizara ya afya ili kuje ilete ripoti kamili na tujue kutaenda namna gani. Ni shaa ama kutaenda namna gani. So tutangoja tuone kutaenda namna gani. Vile vile nimekuelezea kwamba kuna ajali pia ambayo imefanyika pale. Kuna ajali ambayo imefanyika ya Naivasha, hiyo imefanyika sasa hivi, na Cobble ndio ama mume na mke ndio walifariki pale. Na vile vile kuna ajali ya gari ambayo imefanyika pale Machakos Kitui Road, na vile vile watu wawili ambao wamefariki pale. Sasa hivi ndivyo ajali hiyo imefanyika pale, mpenzi wangu. Ningependa tuingie katika taarifa za kimataifa, Jeff. Tuanze na ile taarifa ambayo Rwanda President Paul Kagame alizungumza jana, kisha baadaye tuingie katika mataifa mengine. Niliona jana anazungumza akiwa na hasira. Alizungumza pale akimshtumu rais wa Afrika Kusini Bwana Cyril Ramaphosa kwa kile ambacho alikitaja kwamba maafisa wake wa Rwanda ndio wanapigana pale Goma, huku akitaja kwamba sio wao wanapigana, huku akisema kwamba maafisa majeshi kutoka nchi ile ya Afrika Kusini ndio wako pale kupigana na si Wanyarwanda. Ningependa sana tumsikize. 2 days on Monday and today this morning I spoke with the President of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo, and he's also there pretending to be playing a peacemaker role, and he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that, and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Huyo ni rais wa Rwanda ambaye ni Paul Kagame akizungumza kwa ghadhabu kuhusu rais wa Afrika Kusini Ramaphosa. Jeff, asante sana ndugu video. Tunapoendelea mbele ni kwamba shirika lile la RFI limeripoti kwamba shughuli za kawaida siku ya Jumatano jioni zilianza kurejea eneo lile ama jiji lile la Goma ambalo liko pale eneo lile la DRC Congo, ambapo vita vilizuka vya wenyewe kwa wenyewe, na mapigano yale ama kitaja kwamba waliendelea kurejelea pale. Na kwingine kwa ndugu Videli ni kwamba
Ufaransa imetuma mjumbe wao pale DRC Congo. Hiyo jana Rais Tshisekedi alikutana na Bwana Parrot na walifanya mazungumzo. Hii ni baada ya Rais Felix Tshisekedi kumpigia Rais Emmanuel Macron kwa njia ama kuzungumza na Rais Emmanuel Macron wa nchi ya Ufaransa kupitia kwa simu. Na kisha baadaye leo hii basi yule Bwana Parrot ama mjumbe huyo maalum ama waziri wa mambo ya nje ama mambo ya kigeni ama mataifa mengine kutoka nchi ya Ufaransa, basi naye leo hii ameenda moja kwa moja hadi nchi ile ya Rwanda ambako anatarajiwa kufanya kikao na rais wa nchi ile ya Rwanda Bwana Paul Kagame waweze kufanya mazungumzo kwa kile ambacho kinaendelea pale nchini Rwanda. Na tunapoendelea mbele pale Marekani, ajali ile ambayo ilitokea jana, shirika la BBC linaripoti kwamba zaidi ya mili 30 imeopolewa kutokana na ajali ile ambayo ilitokea pale Washington DC baina ya ndege na helikopta ambazo ziligongana na kutumbukia katika mto pale Washington DC, ikiwa kwamba ni ripoti ambazo zimetolewa na shirika lile la BBC Swahili. Na tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba katika nchi za Kiafrika pale DRC Congo, basi waasi wale wa M23 wameapa kwamba kile ambacho wanakifanya malengo lao kuu ni kuipindua serikali yake Rais Felix Tshisekedi, pale yule kiongozi wao akitaja kwamba wanatarajia kuchukua ushukani nchini Kinshasa, ikiwa kwamba ni mji mkuu wa nchi ile ya kidemokrasia ya Congo pale Bwana Fidel. Nadhani kwamba nilikuelezea hapo awali kwamba Rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto alituma rambirambi zake kwa Rais wa Marekani J. Trump kwamba na vile vile kwa zile familia ambazo zilipoteza wenzao katika ajali ile ya ndege ambayo ilifanyika pale Washington DC. Nadhani kwamba tunapoendelea pia kutoka nchini Uganda pale kuna kisa kiliripotiwa cha kifo kutokana na ugonjwa wa Ebola, ikiwa kwamba ni muda ama hiyo jana kulithibitishwa kwamba mgonjwa mmoja alifariki dunia kwa makali ya ugonjwa ule wa Ebola, huku Wizara ya Afya nchini Uganda ikitangaza kwamba itakuwa inafanya scanning kwa wale ambao wanaingia nchini pale, na wale ambao wamepatwa na ugonjwa huo wamewekwa sehemu ili kuangaliwa jinsi ambavyo afya yao inaendelea kutoka nchi ile ya Uganda. Mbwa kwamba kila siku kuanzia mida ya 3:30 mpaka mida ya 5 tuko hapa kukufahamisha, kukujuza yale ambayo yanaendelea kutoka maeneo tofauti. Mimi nadhani kwamba nitakuwa na kuaga tu, kupia nimpe nafasi mwenzetu Jeff naye pale tunapokamilisha Bwana Fidel. Kuna kesi ambayo imekuwa ikiendelea katika mahakama kuu kuhusiana na kifo cha mwanafunzi wa chuo kimoja pale Sharon Otieno ambaye aliuawa mwaka 2018. Na yule gavana ambaye alikuwa anahusika pale ni gavana wa Migori Okoth Obado, ama aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado. Basi yeye na wengine wawili wamepatwa kwamba wako na kesi ya kujibu mbele ya mahakama kuhusiana na mauaji ya Sharon Otieno. Kwa mujibu wa mahakama ama jinsi ambavyo ilipata kwamba kuna ushahidi wa kutosha hao watu watatu kujibu mashtaka kwa mauaji ya Sharon Otieno. Hivyo sasa tena kesi ile itafufuliwa. Inaendelea. DPP Nurdin Haji alifunga kwa wakati mmoja, ni kama Saingoga pia ameifungua tena. Imekuwa ikiendelea kwa muda na ndiposa jana kukatolewa ama hukumu ama mahakama ikawapata kwamba hawa watatu wanacho kesi cha kujibu kuhusiana na maafa yale ya Sharon Otieno, kwamba Sharon Otieno aliuawa akiwa mjamzito yeye na mtoto wake ambaye hakuwa amezaliwa. Basi lile ambalo lilileta maswali mengi tu mwaka 2018 pale. Nadhani kwamba pia tutakutana siku ya Jumatatu tukupashe mengi zaidi, lakini siku ya Jumapili tutakutana katika mpango mzima wa saa ya mkatili kuanzia mida ya saa 9 mpaka mida ya saa 11 jioni ili tupate misa. Lakini siku ya Jumatatu kama kawaida tutakuwa hapa kukufahamisha, lakini kila siku pia upande wa YouTube pale kimbia AGR News, pata taarifa ili ujue ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka maeneo tofauti. Mimi ni Videls Mashoke. Basi tunafika tamati. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Uwe na Ijumaa njema, weekend njema, tupatane siku ya
ya Jumatatu katika kikao hiki cha AGR News Roundup, tukufahamishe mengi ambayo yameendelea na yale ambayo yanachipuka. Jina langu asigekire Arlington, Texas, USA goika asensingima abagusigiro bo radio nere tunkwarte asebtunwane chingongo chonsi cheriro barya gusine chinsemo chire ao nchenguru kwa pita nyasani nyamwaru kurumatongo gontegerete abagusigiro bo radio jeni ngongoro ku Angwenyi Danieli rwaiga chiro ya usongo kwa nyamagena ni gontegerete abagusigiro bo radio asamrete ngugwedi na kwambuka muko koroya secho ya busongo kole biashara ni gontegete abagusiguro bo radio Samaria tangor pani skervongo kole biashara busongo abagusi bategerete radio guro bo radio bono nabagotonyora ase website yaito ya www.abagusigiroboradio.com oboigo nabagotonyora ase YouTube channel yaito o like na subscribe gwetera www.abagusigiroboradio.com elionyo remero yaito eye mase yemo ase simyao yakoboko abagusigirobo radio ekenakyo ekeumbu kyomusi no mwana oyo gaiga etato mwabo bakaragera no mwana oyo bonekero mwana chikoboka bono mambia oigwe simye korera mamu mwabwaka bonekera ko mwana obogorie simu umubori ngakyo gori simu tato minonga yo omotaita tatayo bono narierio bacha banyoranga engenterete ali sukunyuma gesona kibunare igatari kogamba mangana mange buna boneke namanya ngo mukwani eriko oitaba ngaki gichana mukari yana obakuruga gichana mukari aseri etari ya utani asobosapi kibwe radio bono igona boto kumetina na boto ichane tase